kwa kuwa mmekuwa chumvi ya ulimwengu. Nendeni mkaikoleze dunia. Tena mmekuwa nuru ya ulimwengu. Nendeni mkaiangaze dunia. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu, waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Mkasimame mahali palipo juu, nuru yenu iangazie watu, waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Sa
yeye Bwana wetu Yesu awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Watakiri imani Katoliki, lakini pia watakula kiapo mbele ya Mungu, mbele ya askofu, mbele ya mapadre na wote walioko hapa. Sheria ya kanuni namba 12/2002 namba paragrafu ya kwanza inasema, mtu anayekula kiapo hufanya jambo fulani kwa uhuru wake, kwa vyovyote vile jambo lililo jema. Ana wajibu wa kutimiza kiapo hicho kadiri ya misingi ya imani yake. Ndio maana wakati wa kiapo naona watu wanagusa Biblia au Korani. Na kiapo ni kuomba kwa jina la Mungu kama shahidi wa kweli. Kiapo hakiwezi kuchukuliwa isipokuwa kwa ukweli, hukumu na uadilifu. Kabla ya kupewa daraja takatifu ya padre, mashemasi hawa, na kama ilivyo desturi katika ushemasi na pia katika uaskofu, wanapaswa kula kiapo cha uaminifu katika majukumu na maisha ya upadre kwa ujumla na kukiri imani Katoliki. Viapo hivi ni vyombo vya kisheria vilivyorasimishwa ambavyo vinamfunga anayeapa katika majukumu na wajibu maalum ndani ya kanisa. Kwa kutia sahihi viapo hivi mbele ya Mungu na mbele ya askofu, mbele ya mapadre na waamini waliopo, mashemasi hawa watatangaza hadharani imani yao na kuamini yote ambayo kanisa Katoliki hufundisha. Pia wataahidi kuwa waaminifu kwa mafundisho hayo katika huduma yao ya upadre. Nawaalika hata sisi zangu, sisi mapadre ambao tulikula kiapo miaka mingi iliyopita, wenzetu wanapoweka viapo vyao, tutafakari pamoja nao upya juu ya viapo vyetu na maisha yetu ya upadre. Wapendwa mashemasi, majukumu na wajibu utakayokabidhiwa katika upadre yanajumuishwa katika ofisi 3 za Yesu Kristo. Ofisi hizi ni unabii, ukuhani na ufalme. Katika kazi ya unabii tutafanya kazi hiyo kwa kuhubiri neno la Mungu ili watu wamjue Mungu, watu wampende Mungu, wamtumikie na mwisho waweze kufika kwake. Mjue kutoka mwanzo kuwa waamini wanapofika kanisani wana kiu ya kusikia neno la Mungu. Katika kazi ya ukuhani mtatakatifuza watu kwa kuadhimisha masakramenti, ekaristi takatifu, kitubio, ubatizo, mpaka wa wagonjwa. Sisi tunawaalika mkatimize wajibu huo kwa uchaji mkubwa, kwa uaminifu na moyo wa sadaka. Kama wafalme, mtawaongoza watu kama mchungaji mwema. Msiende kwa mahakimu, bali kama baba mwenye kuwapenda watoto wake. Mjue kutoka leo kuwa waamini baadhi hulalamika wakikosa padre katika parokia fulani, lakini wakipata padre ambaye wanaona hawafai, kulia machozi. Mtafanya utume wa vijana katika parokia mtakazokabidhiwa kupangiwa. Tafadhali hawaonyesheni na kuelekeza vijana kwa Kristo, hasa katika ulimwengu huu wa mitandao. Mkawaingize vijana katika mtandao wa Kristo.
Hivyo nendeni mkatumikie ofisi hizi tatu kwa uaminifu mkubwa, kama mtakavyoapa katika viapo vyenu jioni hii. Sisi na taifa lote la Mungu katika jimbo letu tunawaombea kama ilivyo sala kutoka somo la waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 20 hadi 21, na nukuu: Mungu wa amani awakamilishe katika tendo jema, ili mkatekeleze mapenzi yake, yale yanayompendeza mwenyewe, utukufu uwe kwake milele na milele. Amina. Mwisho wa nukuu. Wapendwa mashemasi wetu, hiyo ndiyo sala yetu tunayomtolea Mungu kwa ajili yenu, ili mkatekeleze mapenzi ya Mungu na sio mapenzi yenu. Mkatende yanayompendeza Mungu, sio yanayowapendeza ninyi na kumchukiza Mungu na taifa lake. Mkatende yote kwa ajili ya utukufu wake na sio kwa ajili ya utukufu wenu, lakini pia mkatende kwa ajili ya wokovu wa watu watakaokamilika. Tumsifu Yesu Kristo. Wako umenijua mimi hata kabla sijaumbwa, kabla sijazaliwa mimi, wewe ulinitakasa. Mimi Shemasi Daudi Twinga wa parokia ya Mtakatifu Yosefu Alamano Luduga. Mimi Shemasi Ezekiel Sebastian Mlewa wa parokia ya Bikira Maria Mkuu Asili wa Banda. Mimi Shemasi Ezekiel wa parokia ya Bikira Maria Mkuu Lupanga. Ninasadiki na kuungama kwa imani thabiti yote na kila kitu kilichomo katika kanuni ya imani, yaani nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwake yeye Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, na akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima,
atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, nangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Aidha, ninapokea maarifa yote na kila kitu kuhusu mafundisho ya imani na maadili anayoeleza Mama Kanisa kwa njia rasmi na kipekee au katika mafundisho yake ya kawaida, hasa yale ambayo yahusu kanisa takatifu pamoja na sakramenti zake na sadaka takatifu ya misa na uwarifa wa Baba Mtakatifu wa Roma. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025, Shemasi Dietrich Daudi Mpinga. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025, Shemasi Ezekiel Sebastian Mlewa. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025, Shemasi Xavier Nicolas Tega. Dietrich Daudi Mpinga, baada ya kupeleka maombi ya kupata daraja ya upadre kwa mkuu wangu na baada ya kujihoji na sasa, kabla ya kupata daraja yenyewe, kwa kiapo nashuhudia kwamba bila kusukumwa au kulazimishwa kwa namna yoyote na pasipo
pasipo kutishwa na hofu yoyote kupokea daraja hii takatifu, bali kwa hiari yangu mimi mwenyewe na kwa uhuru na utashi wangu wote, ninatambua na kuona wazi kwamba kweli nimeitwa na Mungu. Ninaungama kwamba ninajua waziwazi mambo yote yanayoambatana na daraja hiyo takatifu ninayotaka na kukubali kuipokea. Ninakusudia kwa msaada wa Mungu kuzishika na kutimiza wajibu zake katika maisha yangu yote, nikielewa wazi kwa namna ya pekee masharti yanayodaiwa na sheria hii ya useja. Ninakusudia kwa dhati, kwa msaada wa Mungu, kushika kwa hiari yangu na kutimiza kikamilifu masharti hayo hadi mwisho wa maisha yangu. Mwisho, ninaahidi kwa unyofu wote kwamba nitashika kwa utii sheria zote za kanisa zinazoongoza haya yote ambayo wakubwa wangu wanaamuru na msimamo wa kanisa unadai. Nitakuwa tayari kutoa mfano wa fadhila kwa maneno na matendo, ili niweze kustahili kupata tuzo kwa Mungu kutokana na kutimiza wajibu huo mkubwa. Basi huku naigusa Biblia takatifu kwa mkono wangu, ninakusudia na ninaahidi na ninaapa ili Mungu anisaidie. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025, Shemasi Dietrich Daudi Mpinga. Shemasi Ezekiel Sebastian Mlewa, baada ya kupeleka maombi ya kupata daraja ya upadre kwa mkuu wangu na baada ya kujihoji na sasa, kabla ya kupata daraja yenyewe, kwa kiapo nashuhudia kwamba bila kusukumwa au kulazimishwa kwa namna yoyote na pasipo kutishwa na hofu yoyote kupokea daraja hili takatifu, bali kwa hiari yangu mimi mwenyewe na kwa uhuru na utashi wangu wote, ninatambua na kuona wazi kwamba kweli nimeitwa na Mungu. Ninaungama kwamba ninajua waziwazi mambo yote yanayoambatana na daraja hilo takatifu ninayotaka na kukubali kuipokea. Ninakusudia kwa msaada wa Mungu kuzishika na kutimiza wajibu zake katika maisha yangu yote, nikielewa wazi kwa namna ya pekee masharti yanayodaiwa na sheria hii ya useja. Ninakusudia kwa dhati, kwa msaada wa Mungu, kushika kwa hiari yangu na kutimiza kikamilifu masharti hayo hadi mwisho wa maisha yangu. Mwisho, ninaahidi kwa unyofu wote kwamba nitashika kwa utii sheria zote za kanisa zinazoongoza haya yote ambayo wakubwa wangu wanaamuru na msimamo wa kanisa unadai. Nitakuwa tayari kutoa mfano wa fadhila kwa maneno na matendo, ili niweze kustahili kupata tuzo kwa Mungu kutokana na kutimiza wajibu
mkubwa. Basi huku naigusa Biblia takatifu kwa mkono wangu, ninakusudia na ninaahidi na ninaapa ili Mungu anisaidie. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025, Shemasi Ezekiel Sebastian Mleba. Xavier Nicholas Mtenga. Baada ya kupeleka maombi ya kupata daraja la upadre kwa mkuu wangu, na baada ya kujihoji na sasa baada ya kupata daraja lenyewe kwa kiapo, nashuhudia kwamba bila kusukumwa au kulazimishwa kwa namna yoyote na pasipo kutishwa na hofu yoyote kupokea daraja hili takatifu, bali kwa hiari yangu mimi mwenyewe na kwa uhuru na utashi wangu wote, ninatambua na kuona wazi kwamba kweli nimeitwa na Mungu. Ninaungama kwamba mnajua waziwazi mambo yote yanayoambatana na daraja hiyo takatifu ninayotaka na kukubali kuvipokea. Ninakusudia kwa msaada wa Mungu kuzishika na kutimiza wajibu zake katika maisha yangu yote, nikielewa wazi kwa namna ya pekee masharti yanayodaiwa na sheria hii ya useja. Ninakusudia kwa dhati kwa msaada wa Mungu kushika kwa hiari yangu na kutimiza kikamilifu masharti hayo hadi mwisho wa maisha yangu. Mwisho, ninaahidi kwa unyofu wote kwamba nitashika kwa utii sheria zote za kanisa zinazoongoza haya yote ambayo kwa wangu wanaamuru na msimamo wa kanisa unadai. Nitakuwa tayari kutoa mfano wa fadhila kwa maneno na matendo, ili niweze kustahili kupata tuzo kwa Mungu kutokana na kutimiza wajibu huo mkubwa. Basi naigusa Biblia takatifu kwa mkono wangu, ninakusudia na ninaahidi na ninaapa ili Mungu anisaidie. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2025, Shemasi Xavier Nicholas Mtenga. Nimenotema kumshukuru, nimenotema kumshukuru Bwana, nimenotema kumshukuru Bwana, nimenotema kumshukuru, nimenotema kumshukuru Bwana, nimenotema kumshukuru Bwana. Neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako wewe uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Nimenotema kumshukuru, nimenotema kumshukuru Bwana,
neno jema kumshukuru Bwana, ni neno jema kumshukuru, neno jema kumshukuru Bwana, ni neno jema kumshukuru Bwana. Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni, waliopandwa katika nyumba ya Bwana, watastawi katika
waeleze ufalme wako mioyoni